hizi hujui. Lakini kama hautii sauti ya Mungu kwa kusikiliza mafundisho yake na kusikiliza yale ambayo ameyaweka katika vinywa vya mitume wake na manabii katika maandiko matakatifu, ujue upo kwenye hatari kubwa ya kupotea. Na wewe kama ni Mkristo unapaswa kusikiliza, na kama kuna ndugu yako au kuna jirani yako, mwambie sasa afungue masikio yake apate kusikiliza, hata kama kuangalia hawezi, apate kusikiliza, maana injili itapenya mpaka kwenye masikio ya kila mmoja ambaye yuko hapa. Huu ni unabii. Huu mnaona mbele yenu ni unabii. Unabii huu ni wa siku za mwisho. Mnapoona hii yote hii, tangu ulimwengu ulipokuwa mpaka ulipokwisha, mpaka utakapokwisha hapa, hii yote imeeleza habari za ulimwengu ulikotoka na mpaka utakapokwenda kuisha, nasi tutahubiri injili yake, na ni kwa sababu ni neno la unabii. Msomaji, hebu nisaidie kitabu cha Petro ya pili 1:19. Na kwa sababu ni neno la unabii, tutahubiri unabii huu, na kila mmoja ambaye yuko mahali hapa atasikia. Sasa sisi tukimaliza tutaondoka, tutaenda sehemu nyingine, hata kama tutarudi hapa, lakini si kwenye eneo hili. Usije ukapitwa, maana ukikosa kusikia hii, wewe ambaye ni mzinzi, wewe ambaye umeolewa na unachepuka, wewe ambaye umeoa na unachepuka, wewe ambaye hujaolewa unazini, yaani inafaa uje usikilize vile shetani anapiga watu kwenye zinaa, anawafanya watu wakose kuingia katika mbingu kwa kutumia zinaa. Basi tunakukaribisha kwa dhati kabisa uje usikie. Hebu soma andiko, msomaji. Inasema, anasemaje? Nasi tuna lile neno la unabii. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Lililo imara zaidi. Ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo. Ambalo mkiliangalia ni kama taa ing'aayo mahali penye giza. Ndiyo. Mwafanya vyema. Mwafanya vyema. Mpaka kutakapopambazuka. Ndiyo. Na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hivyo sisi tuna lile neno la unabii ambalo ni imara zaidi. Kama ukiliangalia wafanya vyema. Maana mahali penye giza ukiwasha taa, wewe ukaifuata taa, utakuwa katika nuru. Lakini ukiwasha taa na wewe uko kwenye giza ukakosa kuifuata taa, utabaki katika giza tu. Na Yesu alikuja katika ulimwengu atutoe katika giza, atulete katika nuru. Na yeyote anayefuata nuru hatajikwaa kamwe. Lakini yule ambaye anatembea gizani atajikwaa, kwa sababu hawezi kuona. Giza linafunika macho yako usipate kuona. Sasa tunahubiri injili kwa sababu gani? Hebu nisaidie Mathayo 24:14. Tunahubiri injili kwa sababu moja tu. Si kwamba tunalazimisha mtu aone, akusanyike pamoja na sisi, au tumekuja kutafuta pesa. Tunarudia, hatujaja kumshawishi mtu atupatie riziki au awe muumini pamoja na sisi. Tunakuletea ukweli wa maandiko matakatifu. Uchuje, uangalie wewe njia gani utakayofuata. Kama utamfuata Mungu au utamfuata shetani, hilo litakuwa katika mikono yako mwenyewe kuchagua. Hebu soma andiko. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Katika ulimwengu wote. Kuwe ushuhuda kwa mataifa yote. Ili iwe ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo kumbe ule mwisho ili ufike, ni sharti kwanza injili ihubiriwe kwa mataifa yote. Saidi 3:27 Ezekieli. Ili ule mwisho ufike, ni sharti injili ihubiriwe katika ulimwengu wote, ili kila mtu asikie. Ili ukikataa ukatae, na ukikubali ukubali, uokolewe au upotee, hiyo inakuwa ni chaguo lako. Lakini ile siku inayokuja hautapata cha kujitetea, kwa sababu kila mtu atakuwa amesikia, ameijua mitego ya shetani, amejua njia za shetani anazozitumia kwa ajili ya kuwapoteza watu. Sasa hautajitetea, kwa sababu Yesu amesema siku haitakuja kabla injili haijahubiriwa ulimwengu wote.
Sharti injili ihubiriwe katika ulimwengu wote, ndipo ile mwisho utakapokuja. Soma andiko. Inasema lakini hapo nitakaposema nawe. Yesu anasema lakini hapo atakaposema nasi, nitafumbua kinywa chako. Atafumbua vinywa vyetu, nawe utawaambia, nasi tutawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu anasema hivi. Yeye asikiaye na asikie, yeye mwenye kusikia na asikie, naye akatae na akatae, naye mwenye kukataa na akatae, maana wao ni nyumba yenye kuasi. Basi kwa hivyo Mungu anasema yule ambaye atasikia na asikie, na yule ambaye atakataa na akatae, kwa sababu ni nyumba iliyoasi. Maana narudia kusema ya kwamba milango ni miwili tu. Kuna mlango uendao katika uzima na mlango unaokwenda katika upotevu. Lakini milango hii miwili hakuna mtu aliyefungwa kamba au aliyelazimishwa kwamba aingie mlango mpana au aingie mlango mwembamba. Yaani hakuna aliyelazimishwa. Unahubiriwa na kupewa sheria. Ukiambiwa usipite njia hii, mbele kuna hatari, usipite, usitake kwenda kuiona hatari. Pita njia ambayo umeambiwa ili uepuke hatari. Lakini watu wa kizazi hichi wakiambiwa kuna hatari pale, kuna watu wanapigwa risasi pale, yeye anataka aende akashuhudie watu wanapopigwa risasi. Lakini kujiepusha, atajiepusha akishaona. Kwa Mungu hautajiepusha ukiona. Unatakiwa ujiepushe kabla ya ile hatari. Mungu akikwambia acha dhambi, utakufa. Inabidi uache usife. Usitende dhambi uangalie yule anayetenda dhambi anakufaje. Au ile siku ghadhabu ya Mungu nje uangalie anavyohukumu ulimwengu na hukumuje. Ile siku atakapokuja kuhukumu ulimwengu hautakuwa na nafasi ya kutubu. Utachomwa katika moto. Usije kufikiria kuchomwa katika moto ni jambo la kawaida, au uzani ya kwamba kwa sababu watu wengi wataenda jehanamu na wewe utafarijika pamoja nao kwa sababu ni wengi wanaokwenda jehanamu. Ile jehanamu haizoeleki. Moto wa jikoni unauwasha tu wewe. Moto unauwasha tu jikoni wewe, ukikuchoma kidogo kovu lake linaweza kukaa siku 2-3 bila kupona. Lakini moto wa jehanamu aliyeuwasha Mungu kwa ajili ya shetani na malaika zake na wale wote ambao watakaomfuata shetani, ule moto si wa kuzoea, au sio wa kusema nimezoea kusikia mahubiri kama hayo. Maana nawaambia ukweli, siku itafika mtakuja kuyakumbuka ambayo tunayaleta katika mji huu, na mtatamani musikie yale ambayo tunahubiri sasa na hamtasikia. Maana kuna wakati hata sisi tutapumzika. Tunaenda huko na huko kwa ajili ya kuhubiri injili, ila kuna muda tutapumzika, hatutahubiri injili. Kwa hivyo tutakapokuwa tumesimama, mlango utakapofungwa, tutakapokuwa tumesimama tuhubiri tena injili, wewe utapatwa na njaa ya maneno ya haki. Utapatwa njaa ambayo utatafuta watu wa kuhubiria injili ya kweli, na hutaweza kumuona hata mmoja. Tulisema mwanzo, Yesu ametupa tahadhari. Nimekupa andiko msomaji? Bado. Yesu ametupa tahadhari. Kabla shetani hajafanya mambo, kabla shetani hajatufanyia uharibifu, Yesu alishatuambia ya kwamba uharibifu utakuja kwa namna gani ili muweze kuepuka. Lakini kama wewe usipokuwa msomaji, na kama wewe umezoea kuwafuatilia watumishi au wale wanaowahubiria wakiwahubiria isivyopaswa, hawawapi kile chakula cha kweli, na wewe kusoma huwezi kusoma Biblia, ujue ya kwamba hautaweza kuzijua mitego ya shetani. Lazima usome ujue kumwepuka shetani, unamwepukaje. Lakini kama usiposoma, shetani ana akili kuliko wewe. Shetani alikuwa ni mtu wa tatu katika ufalme wa mbinguni, akianza na Mungu mwenye kumiliki, alafu Yesu Kristo alifuata Lucifer, alifuata shetani. Kwa hiyo usije ukafikiria kwamba shetani ana akili mbele kama unavyodhani. Uzani kwamba kubeba Biblia kwenda kanisani, kubeba kitabu chako cha imani kwenda katika nyumba ya ibada siku ya ibada, uje uendelee na shughuli zako, uzani kwamba umemshinda shetani, au kujiita wewe Mkristo
useme umemshinda shetani, au kusema wewe umeokoka useme umemshinda shetani. Utasema umeokoka, lakini kama haufanyi mapenzi ya Mungu, wewe ni motoni, utaangamizwa pamoja na shetani. Maana shetani ndiye mtenda dhambi tangu mwanzo. Hebu nisaidie waraka wa kwanza Yohana 3:8. Shetani ndiye aliyekuwa anatenda dhambi tangu mwanzo. Na kama alikuwa anatenda dhambi tangu mwanzo, yeyote ambaye anatenda dhambi anamfuata nyayo za Ibilisi. Na mwisho wake ni kwenye ile jehanamu aliyoandaliwa yeye tangu zamani na malaika zake, aliyoandaliwa na Mungu tangu zamani. Maana moto wa jehanamu haukuandaliwa mwanadamu, uliandaliwa shetani. Soma andiko msomaji. 3:8. Waraka wa kwanza Yohana 3:8. 3:8. Inasema, ndio, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kumbe shetani yeye alitenda dhambi tangu lini? Mwanzo. Tangu mwanzo shetani yeye alikuwa anatenda dhambi. Hebu nisaidie 10 hapo. Inasema, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi nao. Nao. Kwa hivyo kuna watoto wa shetani na kuna watoto wa Ibilisi. Yeyote anayetenda dhambi ni wa shetani, kwa maana Ibilisi yeye shetani alitenda dhambi tangu mwanzo. Lakini Yesu anasema tokeni kwake. Nisaidie 18:4 Ufunuo. Yesu anasema msitende dhambi zake tena, ziacheni dhambi zake, mtubu. Mkitubu Mungu anawasamehe. Soma andiko. Inasema, ndio, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema. Tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake. Wala msipokee mapigo yake. Mungu anawaita watu watoke kwa shetani. Watu waache kufanya dhambi, maana mtenda dhambi ni shetani, naye alikuwa akiitenda tangu mwanzo. Kwa hivyo Mungu anawaita watu wake watoke ndani. Sasa ikiwa Mungu anakuita utoke uache dhambi, lakini ukose kumsikia Mwenyezi Mungu, ukose kusikia sauti ya Mungu, kama utaufanya moyo wako kuwa mgumu, Waarabu wanasema finali jehannam halidina fihan abadan, yani utakwenda motoni na utaangamia huko milele, utatoka. Yani utakosa kutii sauti ya Mungu. Wewe ni jikoni na sio kwenda kula chips, wewe ni kwenda kuunguzwa na Mungu. Sasa wana wa Israeli walipokosea zamani za kale, tulihubiri tangu jana, Mungu aliwaonea huruma kama anavyoonea huruma watu wa kizazi hichi. Maana kama angekuwa hawaonei watu huruma, angeshaiangamiza dunia, kwa maana yale ambayo yanatendeka katika uso wa dunia hayatofautiani na yale ya wakati wa Nuhu, na hayatofautiani na yale ya wakati wa Sodoma na Gomora. Lakini Mungu anawaonea huruma kama alivyoonea huruma wale wana wa Israeli, watu waliokuwa katika nchi ya Yerusalemu. Chomaji, ndio, hebu nisaidie Nyakati wa Pili 36:15. Ule wakati Yesu alimwambia hatari inakuja mbele. Kwa hivyo nyinyi watu wa Yerusalemu, mnapoona hatari hiyo inabidi mjiepushe, mtoke ndani, na wale waliokuwa wajaingia wasije wakaingia. Waliomsikiliza Yesu walipata kuokolewa. Na hata kizazi cha sasa Yesu anasema kuna hatari inakuja mbele, tutawaonyesha. Wale ambao wapo katika imani ya shetani, Yesu anasema watoke, na wale ambao hawajaingia wasije wakaingia wakaambatana na shetani. Hebu soma andiko. Inasema, naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake. Akatuma kwao Yerusalemu kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake. Akiondoka mapema na kutuma kwa sababu
Mungu aliwahurumia watu wake na makao yake, lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu. Watu wa Yerusalemu wakawadhihaki wajumbe wa Mungu kama sasa, na kuyadharau maneno yake, ya Mungu kama sasa, na kuwacheka manabii wake, kama sasa. Hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, juu ya watu wa Yerusalemu, hata kusiwe na kuponya. Inasema ndio. Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Wakaldayo, akaleta juu ya Yerusalemu mfalme wa Wakaldayo, aliyewaua vijana wao kwa upanga, nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali, mzee wala mkongwe, akawatia wote mkononi mwake, na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, vikubwa kwa vidogo, na hazina za nyumba ya Bwana, na hazina za mfalme, za wakuu wake, vyote pia akavileta Babeli, akavipeleka Babeli. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu, wakayateketeza kwa moto majumba yake yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya thamani, na wale waliokoka na upanga, akawachukua mpaka Babeli. Kwa hivyo watu wa Yerusalemu, watu wa wakati ule walipomkosea Mungu, Mungu aliona ya kwamba wanakwenda kuangamia. Na kama aliona wanakwenda kuangamia, Mungu akatuma kwa manabii, Mungu akatuma kwa mitume, akatuma wajumbe kwao, ili wakawaambie wana wa Israeli ya kwamba dhambi mnazozitenda muachane nazo, mtakufa. Wale waliosikia sauti ya Mungu walitoka katika ule mji wa Yerusalemu. Wale waliosikia sauti ya Mungu hawakuingia katika mji wa Yerusalemu. Yerusalemu ilipovamiwa, wale wasiotii sauti ya Mungu waliangamizwa kwa upanga, lakini wakachukuliwa wengine wakapelekwa mateka mpaka Babeli. Na sasa hivi pia kuna ujumbe mwingine. Yesu alipokuwa katika mwili aliwaambia wanafunzi wake yale. Msomaji, ndio, hebu nisaidie kitabu cha Luka 21:20. Yesu naye aliwaambia wanafunzi wake, akawaambia mambo yale ambayo yangekuja kuwapata tena wanafunzi, yangekuja kuwapata watu wa Mungu wa wakati ule pale Yerusalemu. Hebu soma maandiko. Inasema ndio, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu, anasema lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba, mjue ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi, na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katikati ya mji wakimbilie nje, na walio katikati ya mashamba wasiuingie, na wale walio katikati ya mashamba wasiuingie mji, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Asante. Kwa hivyo wale ambao walimsikiliza Yesu walipoona majeshi yamezunguka mji wa Yerusalemu hawakuingia, na wale waliokuwa ndani wakatoka. Kwa hivyo Yerusalemu ilipovamiwa, wakaangamizwa wale tu wasiosikia sauti ya Mungu. Na sasa hivi ipo Yerusalemu, na kuna chukizo la uharibifu ambalo limesimama katika patakatifu. Hebu saidia kwanza 24:14 nadhani 7:15 Mathayo 7:15 nadhani 15 au 13. Inasemaje? 7:13. Inasema 7:13 inasema. Anasemaje? Ingieni. 7:21 inasemaje? Chukizo la uharibifu. 24:15. 24:15. 24:15 inasema ndio. 24:15 kitabu cha Mathayo kinasema. Anasemaje?
Inasema basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, anasema hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, lile lililonenwa na nabii Danieli, limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Kumbe anayesoma na afahamu. Na ile chukizo la uharibifu limenena na nabii Danieli. Kwa hivyo tukitaka kujua chukizo la uharibifu, lazima tuende tukakifungua kitabu cha Danieli ili tupate kuona chukizo la uharibifu. Ile chukizo la uharibifu ni la wakati wa kwetu wa sasa, na anayesoma anatakiwa afahamu. Lazima tusome tupate kujua chukizo la uharibifu ni kitu gani na limesimama katika patakatifu, maana hiyo ndio maangamizi. Anasema mtakapoliona chukizo la uharibifu, mjue maangamizi yapo karibu. Sasa tunakwenda kufungua unabii wetu wa hizi picha ambazo ziko hapa. Hizi picha ambazo ziko hapa tunakwenda kuzifungua sasa. Hebu nisaidie kitabu cha Danieli. Danieli 1:1 kwanza. Danieli 1:1. Tukaangalia sasa chukizo la uharibifu. Danieli 1 mstari wa kwanza. Anasemaje? Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli, na Nebukadneza akiwa ni mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Akafanya nini? Akauhusuru. Kwa hivyo tumeona ya kwamba wana wa Israeli waliokuwa pale Yerusalemu, watu wa Yerusalemu walipokuwa wameingia katika makosa, walitumiwa manabii, wakatumiwa wajumbe, lakini wakawadhihaki wajumbe wa Mungu. Ndipo Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akawachukua mateka watu wa Mungu. Unaposikia kuhusuru ni kuchukua mateka. Kwa hivyo watu wa Mungu waliokuwa Yerusalemu walichukuliwa mateka na Nebukadneza mfalme wa Babeli. Sasa hao watu waliochukuliwa mateka walipelekwa pale Yerusalemu. Walipopelekwa Yerusalemu wakaenda kupitia mateso utumwani, wakapitia majaribu ambayo sasa hivi katika ulimwengu huu watu wamepitia na wameshindwa kuyashinda. Wameingia katika mitego ambayo watu wa Mungu zamani zile waliweza kuepuka. Walianza kupewa ibada za sanamu, walianza kupewa vyakula na pombe, lakini walishinda. Na kama walishinda, na watu wa sasa wanashindwa kwa sababu gani? Hebu nisaidie kwanza kitabu cha Danieli 1 mstari wake ni wa 7. Mstari wake ni wa 8. Anasema lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa. Sasa walipojaribiwa kwa vyakula, Danieli alipewa posho. Waliambiwa wale chakula cha mfalme ili wawe na miili mizuri. Danieli akapewa chakula cha mfalme ili yale aonekane na miili mizuri. Lakini pale ni katika nchi ya Wakaldayo, nchi ambayo kuna vyakula ambavyo Mungu amesema watu wake wasile kwa sababu ni najisi. Lakini Danieli akaazimu moyoni mwake. Akasemaje? Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Kwa hivyo Danieli akasema hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Lakini leo watu wa Mungu, watu wanaojiita Wakristo leo, vyakula vimeondoa katika imani. Vyakula vimeshiriki katika kumuondoa, Waswahili wanasema kumuondoa katika reli. Yaani umeondolewa katika reli, umewekwa pembeni kwa sababu ya vyakula tu. Mungu alimwambia Danieli, watu walipokuwa pale Yerusalemu walijua Mungu amekataza vyakula hivi na vyakula hivi ameruhusu watu wale. Walipofika pale Babeli wakakutana na vyakula ambavyo Mungu amevikataza vyote watu wasile. Kwa hivyo Danieli akaangalia vyakula vya mfalme, akaona pana nguruwe. Akaangalia chakula cha mfalme, akaona pana sungura. Akaangalia chakula cha mfalme, akaona kuna panya na machukizo yote ambayo Mungu amesema watu wake wasile. Danieli akasema sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa nini? Nisaidie kitabu cha Walawi.
Nisaidie kabla niende Walawi, nisome kwanza Isaya 65 anzia mstari wa pili. Isaya 65 mstari wake wa pili. Danieli alisema sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Leo kila mtu anakula chochote tu mradi akimuumizi tumbo. Yaani akishaona chakula hakimuumizi tumbo au akila haumii, basi anaona kwamba ni sawa, chakula chote ni sawa. Lakini Mungu amekuumia vyote na amekupa utaratibu wa kula. Hebu soma andiko kwanza. 65:2. Nitazameni. Mungu anasema nitazameni. Mchana kutwa nimeonyoshia mikono yangu. Watu walioasi. Watu waendao katika njia isiyo njema. Wakifuata mawazo yao wenyewe. Watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima. Wakitoa dhabihu katika bustani zao. Na kufukiza uvumba juu ya matofali. Waketio kati ya makaburi. Na kulala katika mahali pao pasiri. Walao nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe. Na mchuzi wa vitu vinichukizavyo. Ndio. Huu katika vyombo vyao. Watu wasemao, simama peke yako usinikaribie mimi. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu. Moto wakao mchana kutwa. Unajua kuna watu wanajiita wa Kristo, wanasema wameokoka, wanabeba Biblia, wanaenda kanisani katika siku za ibada, lakini Mkristo anakula nguruwe. Mungu anasema mtu kama huyo anasema ameokoka na anakula nguruwe. Yeye anaonekana kwa Mungu ni kama moshi wa moto wakao mchana kutwa. Danieli alipoona vyakula hivyo kule Babeli, akasema sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa nini atajitia unajisi? Saidia Walawi 11 anzia mstari wa 3. Tuanzie pale juu. Anzia mstari wa 3 Walawi 11. Anasemaje? Kila mnyama mwenye kwato. Mungu aliweka utaratibu wa wanyama wa kula na wanyama ambao si chakula. Mungu aliumba viumbe vyote, lakini si kwamba aliviumba viumbe vyote ili viliwe. Kuna vyakula na vile ambavyo sio vyakula. Sasa watu wa leo wanafundisha chochote tu Mungu kaumba kula. Lakini Mungu ameshasema hichi kula, hichi usile. Sasa Danieli alisema sitajitia unajisi kwa sababu alijua Mungu alishaweka utaratibu tangu mwanzo. Hebu soma andiko. Ndio. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake. Mwenye miguu ya kupasuka kati. Mwenye kucheua. Katika hayawani. Hao ndio mtakao wala. Pamoja na hayo. Wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua. Na katika wale walio na kwato. Ngamia. Ati nani? Ngamia. Kwa sababu ngamia anacheua, lakini hana kwato. Yeye ni najisi kwenu. Yeye ni nani? Najisi. Na wibari. Kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato. Yeye ni najisi kwenu. Ati yeye ni nani? Najisi. Na sungura. Ati sungura. Kwa sababu hucheua. Sungura anacheua lakini hana kwato. Yeye ni najisi kwenu. Ati yeye ni nani? Najisi. Na nini? Na nguruwe. Ati nani? Nguruwe. Ati nani? Nguruwe. Kitimoto. Ndio. Kwa sababu yeye anazo kwato. Nguruwe anazo kwato. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Lakini hacheui. Nguruwe hacheui. Yeye ni najisi kwenu. Ati yeye ni nani? Najisi. Msiile nyama yao. Wala msiguse mizoga yao. Hao ni najisi kwenu. Danieli alipoona hivyo akasema Mungu alishasema ya kwamba
vyakula hivyo ni najisi. Kwa hivyo hatutajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, kwa sababu mfalme anakula vyakula najisi. Sasa ukila vyakula najisi utafanywa nini? Niende Isaya 66 anzia 16. Isaya 66:16. Wewe ukila vyakula najisi ujue utaenda katika mbingu ya Mungu wako, sio Mungu wa Biblia. Sio Mungu aliyeumba mbingu, akaumba dunia, akaumba na vyote vilivyomo. Unatafuta mbingu ya Mungu mwingine ili upate kuingia humo. Anasemaje? Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili. Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake. Kwa moto na kwa upanga wake. Nao watakaooa na Bwana watakuwa wengi. Na hao watakaooa na Bwana watakuwa wengi. Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani. Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani. Nyuma yake aliye katikati. Nyuma yake aliye katikati. Wakila nyama ya nguruwe. Wakila nini? Nyama ya nguruwe. Wakila nini? Mkuu wa meza. Na machukizo. Na machukizo. Na panya. Na panya. Watakoma pamoja, asema Bwana. Watakoma pamoja, asema Bwana. Asema Bwana. Kwa hivyo wewe unayekula nguruwe, unaitumia bado. Unayekula panya, unayekula sungura, unayekula ngamia, Mungu anasema watakoma pamoja, asema Bwana. Danieli alisema sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Hata sisi hatuwezi kujitia unajisi kwa hivyo vyakula ambavyo Mungu amesema tukila tutakuwa na unajisi, hatutakula vyakula hivyo. Kwa hivyo wakajaribiwa hivyo, wakashinda jaribio la kujaribiwa katika vyakula. Sasa Mungu akazungumza na katika maono ya picha hizi, akazungumza na Nebukadneza pamoja na Danieli na Yohana, akazungumza naye kwa habari ya hizi picha. Tunaenda kuziweka mbele yenu sasa mjue. Nisaidie Danieli 2:1. Anasemaje? Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto. Nebukadneza aliota ndoto. Na roho yake ikafadhaika. Na roho ya Nebukadneza ikafadhaika. Usingizi wake ukamwacha. Usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga. Ndipo Nebukadneza aliyekuwa mfalme akaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Wapate kumweleza mfalme Nebukadneza ndoto aliyoiota. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto. Na roho yangu imefadhaika hata nisijue tafsiri yake. Yaani unajua Nebukadneza alilala usiku. Alipokuwa na mawazo akalala usiku, na alipolala Mungu akamletea ndoto usiku akiwa amelala. Na alipomletea ndoto akiwa amelala usiku, Mungu akaiondoa ndoto, kwa sababu alijua Nebukadneza kama akishaenda kwa waganga wakamtafsiria, Mungu hawezi kuruhusu ndoto aliyoiweka yeye waje watafsiri waganga na wachawi, kwa sababu alijua tu atakwenda kwa waganga na wachawi. Lakini aliwafunulia watumishi wake akina Danieli, akawafunulia ile ndoto aliyoiota Nebukadneza. Maana Nebukadneza alisema yeyote ambaye hatoniambia, ikiwa ni mganga, ikiwa ni mtabiri ndoto, ikiwa ni mtabiri wa ndoto, usiponiambia nimeotaje na ukanipa tafsiri ya ndoto, mutakatwa vipande. Lakini Danieli alienda akaomba mbele za Mungu. Alipoomba, Mungu akamfunulia ile ndoto aliyoota Nebukadneza, kisha akaenda kumtafasiria. Nenda katika Danieli 27 sasa. Danieli 1:2-27 anasemaje? Danieli akajibu mbele ya mfalme. Akasema hivi, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Wenye hekima wa Babeli hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Lakini yuko Mungu mbinguni, afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Kumbe mfalme Nebukadneza alionyeshwa mambo
yatakayokuwa siku za mwisho, lakini alimletea ndoto akimwonyesha mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Kwa hivyo tutakapokwenda kuiangalia ndoto hii ya Nebukadneza, tutapata kujua siku za mwisho zitakuwaje, dalili za kurudi kwake Yesu Kristo, kwa sababu zipo karibu. Ametuwekea katika ndoto ya Nebukadneza. Tutakapokwenda kuiangalia, tutayatambua yale ambayo Mungu amezungumza kupitia mifano hii ya ndoto. Soma andiko. Inasema, ndio, ndoto yako na njozi za kichwa chako. Sasa Danieli anamwambia Nebukadneza ile ndoto ambayo aliiota, ulizoziona kitandani pako ni hizi. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako. Mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako, ya mambo yatakayokuwa halafu. Na yeye afunuaye siri ama kujulisha mambo yatakayokuwa. Na yeye Mungu afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima yao yote. Lakini mimi Danieli sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima nilionayo yote, nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai. Ndio, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, ili kusudi tu mfalme apate kutafasiriwa ile ndoto aliyoiota, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sasa hapa tunaingia katika sanamu hii kwanza. Tukimaliza sanamu, tutakuja kwenye hao wanyama hapa. Tunaanza na hii sanamu, alafu tuone sanamu inatuambia habari gani, ili tukienda katika wanyama tutakuwa tumesha kuwa na idea ya kwamba hapa tumetoka kuna nini. Anasemaje? Sanamu kubwa sana. Hii ilikuwa kubwa sana. Ndio. Na mwangaza wake mwingi sana. Na mwangaza wa sanamu hiyo ulikuwa mwingi sana. Ilisimama mbele yako. Na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hiyo kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kichwa cha sanamu hii kilikuwa ni cha dhahabu safi. Inasema, ndio, kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni miguu ya chuma. Na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nao katazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Nalo jiwe hilo likaipiga sanamu hii katika miguu yake, iliyokuwa ya chuma na udongo. Likaivunja sanamu hii vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vivunjwa vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Kwa hivyo ili jiwe lilipoipiga sanamu hii katika nyayo zake ambazo ni nusu chuma na nusu udongo, sanamu hii ilivunjika vipande. Ikawa kama mtu anayepepeta ngano wakati wa hari. Haikuonekana mahali popote. Ile jiwe likafanyaje? Upepo ukavipeperusha hata pasionekane pahali pake. Ndio. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote. Kwa hivyo jiwe baada ya kumaliza sanamu hii likawa jiwe kubwa, likaijaza dunia yote. Sasa Mungu anatuambia habari gani kuhusiana na hii sanamu? Hii sanamu Mungu anatupa habari gani? Hebu endelea na andiko kwanza. Inasema, ndio, hii ndio ile ndoto. Nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme.
mbele ya mfalme. Wewe mfalme, wewe mfalme, mfalme wa wafalme, mfalme wa wafalme. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme, na uwezo na nguvu, na uwezo na nguvu, na utukufu, na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni, wanyama wa kondeni, na ndege wa angani, na ndege wa angani. Amewatia mkononi mwako, amewatia mikononi mwako. Naye amekumilikisha juu ya hao wote, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe kichwa kile cha dhahabu. Kumbe Nebukadneza mfalme, yeye ndiye kichwa cha dhahabu. Kichwa cha dhahabu ilikuwa ni Nebukadneza. Inasema ndio, na baada ya zama zako, na baada ya zama zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Kumbe tunazungumzia habari za wafalme, si ndio? Ndio. Kwa hiyo ufalme wa kwanza ulikuwa unamilikiwa na Nebukadneza, ukafananishwa na kichwa cha dhahabu, na baada yake unainuka ufalme mwingine mdogo kuliko yeye. Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Ndio. Na ufalme wa nne, na ufalme mwingine wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, na ufalme mwingine wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Na kama chuma kisetavyo, vitu hivi vyote, ndio ndivyo utakavyovunja na kuseta. Ndivyo utakavyovunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake, na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake, kuwa nusu udongo wa mfinyanzi, na nusu chuma. Ufalme huo utakuwa ufalme uliogawanyika. Huo ufalme utakuwa ni ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwazo nguvu za chuma. Lakini ndani ya falme hizi zitakuwa kwa nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, na kama vile vidole vya zile nyayo, vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, nusu chuma na nusu udongo. Kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu, kadhalika ufalme huu nusu yake utakuwa na nguvu, na nusu yake umevunjika, Na kama vile ndio ulivyokiona kile chuma kimegawanyika, ndio, na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana, kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Kwa hivyo hapa tunazungumzia habari za wafalme ambao watakaotawala dunia. Ufalme wa kwanza tumeona wa Nebukadneza, ambao ni ufalme wa Babeli, ambao uliwakilishwa na kichwa cha dhahabu. Mikono na kifua ya fedha iliwakilisha Umedi na Uajemi. Ufalme wa tatu wa Wayunani, ambao waliwakilishwa na dhahabu na shaba, na hii chuma imewakilisha ufalme wa Kirumi ambao ndio tupo. Baada ya ufalme huu kuna ufalme ambao zikagawanyika falme 10 hapa chini, ambazo tunaona miguu yake na vidole 10. Ni hizi falme hizi ambazo zina nguvu ya chuma ndani yake. Na baada ya falme hizi kuondoka, unakuja ufalme mwingine ambao ufalme huu hautaondeshwa milele. Hii ni ndoto aliyoota Nebukadneza akiwa mfalme wa Babeli, akaonyesha mpaka mwisho. Sasa hapa kwenye nyayo pana nusu chuma na nusu udongo. Msomaji, ndio, hebu nisaidie kitabu cha Mathayo 24:37. Kitabu cha Mathayo 24:37. Mkumbuke sisi tupo kwenye nyayo za hii sanamu. Pana nusu chuma na nusu udongo hapo. Na baada ya ufalme huu utakuja ufalme mwingine ambao utatawala dunia yote baada ya kuondoa falme hizi zote. Na ndio tupo hapo mwisho. Tuko mwisho kabisa. Hebu soma msomaji. 24:37 inasema, ndio, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo Yesu alisema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo leo watu
Ukitaka kujua siku za mwisho zikoje, lazima tuende tukaangalie kitabu cha Mwanzo, ambapo kulikuwa na wale watu wa maisha ya Nuhu walikuwaje na sasa hivi kutakuwaje, ndio tujue ya kwamba nyakati za mwisho zimefika. Wakati wa hebu nisaidie Mwanzo 6 mstari wa 2. Wakati wa Nuhu kulikuwa kuna watu wengi duniani. Hebu soma andiko kwanza. Inasema wana wa Mungu, anzia moja. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu. Wana wa Mungu wakaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Ndiyo. Wakajitwalia wake wote waliowachagua. Bwana akasemaje? Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa hivyo Mungu alipoona kwamba wale wana wa Mungu, tunapozungumzia hao wana wa Mungu katika kitabu cha Mwanzo, tunazungumzia wale malaika waasi. Wale malaika waasi walipokuja duniani wakajibadilisha katika maumbo ya wanadamu, wakachukua wanawake wakazini nao, na walipozini nao wakapata uzazi. Wale wanawake wakazaa watoto. Wale watoto walikuwa wana nusu mwanadamu na nusu walikuwa na ushetani, maana wale malaika waasi walikuwa ni mashetani, wafuasi wa shetani. Kwa hivyo wanadamu wa wakati wa Nuhu walikuwa wana nusu shetani na nusu wanadamu. Na Yesu akasema katika nyakati za mwisho, hapa katika nyayo, wanadamu watakuwa nusu udongo na nusu chuma. Maana yake ni nini? Udongo unawakilisha mwanadamu, aliumbwa na udongo. Lakini chuma tunaona ni mifumo ambayo ni mifumo ya shetani. Kwa hivyo nyakati za mwisho pia kutakuwako na watu ambao nusu ni binadamu, lakini nusu yake wana ushetani. Unamwona mwanadamu kwa nje, lakini ndani ana ushetani. Hawa wana wa Mungu katika kitabu cha Mwanzo 6 tunazungumzia ni malaika ambao walijibadilisha katika maumbo ya wanadamu. Wakaja wakaona wanawake wa kibinadamu ya kwamba ni wazuri, wakajitwalia yeyote waliowachagua wakazini nao. Sasa hivi unajua, baada ya kuzini na shetani, ukizini na shetani, unajua asili yako haiwezi kuwa tena ya Mungu. Unabadilishwa, zile DNA zako zinabadilishwa. Zikishabadilishwa haui tena wewe mwanadamu aliyekamilika. Hata uombewe, hata uombe, hautakuja kuweza kuokolewa, kwa sababu umeshauza nafsi yako na umeshajaribu nafsi yako na shetani. Maana wale watu wa zamani, wale watu waliokuwa wakati wa Nuhu, hebu nisaidie, hebu soma 2 hapo Mwanzo 6:2. Inasema wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Ndio. Bwana akasemaje? Roho yangu haitashindana na mwanadamu. Milele. Kwa kuwa yeye ni nyama. Soma haraka. Kwa kuwa yeye ni nyama. Ndio. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanafiri walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Umeona sasa, wale watoto waliozaliwa na wale wanadamu wa zamani zile waliokutana na wale malaika waasi walikuwa ni waneferi, yani majitu makubwa, majitu ambayo yalikuwa yanafanya maovu. Kwa hivyo sasa hivi kuna watu ambao wanapataga pesa, wanataka kuuza nafsi zao kwa shetani ili wapate pesa. Unajua, ukishauza nafsi yako kwa shetani, ukisha kuwa mfuasi wa shetani, wewe umeshajibadilisha mfumo wako wa mwili wako, umeshaelekea kwa shetani. Sasa unapokutana na mwanamke, wewe ambaye umezoea kuzini, wewe mwanaume ambaye umezoea kuchovya, unaenda unakutana na mwanamke ameshaiuza nafsi yake kwa shetani. Ukisha kutana naye, wewe unakuwa umebadilishwa. Ndani yako kunakuwa na asili ya shetani, lakini nje unaonekana kama mwanadamu. Maana Yesu alisema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa maana wakati ule malaika waovu
walikutana na wanadamu, wakawabadilisha mfumo wa maisha yao, wakawa hawana ile asili ya uumbaji wa Mungu. Na sasa hivi pia wanadamu watabadilishiwa ile asili ya uumbaji wa Mungu. Hatimaye wataungana moja kwa moja na asili ya Shetani. Na Mungu anasema watakaookolewa na wachache. Yule anayesoma tu, yule mwenye kutafuta ufalme wa Mungu ndiye atakayejua mambo hayo. Mambo hayo hawezi kujua watu wengi. Yesu anasema kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake Mwana wa Adamu. Wewe upo tu duniani hauelewi. Hiyo ilikuwa ni ndoto ya Nebukadneza. Msomaji, ndio nisaidie kitabu cha Danieli. Danieli 7. Tuone ndoto ya Danieli. Ndio Danieli aliona maono gani? Wewe upo duniani tu unakwenda uelewi jinsi ambavyo unakwenda. Wewe umezoea kwenda kukutana na wanawake. Wanawake wa sasa na wanaume wa sasa. Yaani kama wewe na mke wako na una mke wako, mtulie. Yule ambaye hajaoa aombe Mungu apate mke na utulie naye. Unapochepuka unaweza kwenda kukutana na mwanamke ambaye ameshauza nafsi yake kwa Shetani. Ameshakutana na mtu aliyeuza nafsi yake kwa Shetani. Wakati wa Nuhu, wanadamu waliweza kukutana na wale watu waliozini na wale mashetani. Wakawa wamechafulia DNA zao. Sasa utakapokutana na mtu unaona ambukizo ule Shetani. Kwa hiyo asili yako ya uumbaji wa Mungu ndani yako unapotea. Kwa hivyo ukishapotea, wewe unakuwa ni mtu wa kupotea, hautaweza kuokolewa tena. Wewe ukisema nakwambia unaweza kuelewa nuksi za mtu, ni unabeba nuksi za mtu na unakuwa na ushetani kabisa. Unakuwa na kama una mume wako, tulia. Kama una mke wako, tulia naye. Dunia sasa imeshaelekea mahali pabaya. Ni vile ujui tu. Soma andiko msomaji. Danieli 7:1 inasema, Danieli anaonyesha maono ya hawa wanyama. Soma andiko. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli. Danieli aliona ndoto. Na maono ya kichwa chake. Kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto. Akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena. Akasemaje? Naliona katika maono yangu wakati wa usiku natazama. Hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini. Wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba. Sasa muangalie picha hizi, alafu muangalie na msikilize yale mahubiri ambayo tunayaweka. Msije mkasema tunaweka maneno yetu au tumeleta mambo ambayo hayapo kwenye Biblia. Tutahubiri ukweli. Ukikasirika umeze maji au unywe maji uende ukalale. Lakini ukielewa Mungu anakusaidia. Anasemaje? Wa kwanza alikuwa kama simba. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Ndio. Ule mnyama wa kwanza. Danieli anasema alipolala usiku akaona maono katika njozi za usiku. Bahari ilivuma, upepo zilivuma mara 4 katika bahari, juu ya bahari kubwa. Na baada ya pepo hizo 4 kuvuma juu ya bahari kubwa, wanyama wakubwa walio 4 wakatoka baharini. Yaani upepo ukivuma mara ya kwanza akatoka mnyama wa kwanza. Anaonekana kama na simba mwenye mabawa ya tai. Ukizunguka katika dunia hii hautapata kumwona simba akiwa na mabawa ya tai. Hautamuona mnyama kama huyo. Mnyama wa pili anakuwaje? Anasemaje? Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu. Naye aliinuliwa upande mmoja. Na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake. Katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama. Kumbe mnyama mwingine kama chui.
naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Juu ya mnyama huyu chui alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. Akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku na tazama, mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande. Na kukanyaga mabaki yake kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake 10. Na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa. Katika zile pembe 10, pembe 3 zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Kwa hivyo Danieli akaona wanyama wanne, upepo ukivuma. Kila upepo ukivuma alikuwa akitoka mnyama anatoka baharini. Upepo ukavuma mara ya kwanza akatokea simba. Upepo ukavuma mara ya pili akatokea dubu. Upepo ukavuma mara ya 3 akatokea chui. Upepo ukavuma mara ya 4 akatokea mnyama mwenye kutisha. Sasa Mungu anatupa habari gani? Mungu ametuonyesha hawa wanyama kama ndoto ya Danieli. Hawa wanyama aliyetuonyesha, Mungu anazungumzia nini? Isaya 12:10 inasema, ndio, tena nimenena na hao manabii. Mungu anasema tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa hivyo kumbe Mungu ametumia nini? Mifano. Mungu ametumia mifano. Kwa hivyo hao wanyama, ukizunguka katika dunia hii, katika bahari zote, hautaweza kumuona mnyama wa design hii kama hata mmoja. Maana Mungu ametumia wanyama hawa kama mifano kuelezea mambo yatakayokuwa na ya mwisho wa dunia. Ameelezea kupitia wanyama hawa walio wanne. Sasa hawa wanyama wakubwa, kama Mungu anatumia mifano, hawa wanyama ni kitu gani? 7:17 Danieli anasemaje? Wanyama hawa wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kumbe hawa wanyama ni wafalme wanne watakaotokea wapi? Duniani. Kumbe hawa wanyama tunaambiwa habari za wafalme watakaotokea duniani. Mnyama wa kwanza alikuwa ni simba. Utawala wake ulikuwa ni utawala wa Babeli. Mnyama wa pili alikuwa kama dubu. Huyu dubu utawala wake ulikuwa ni Wamedi na Waajemi. Mnyama wa tatu kama chui. Huyu chui utawala wake ulikuwa ni Wayunani. Na baada ya chui utawala wa Yunani kuisha, ukaingia utawala wa Kirumi. Huu utawala wa Kirumi ulipoingia nao ukafikia mwisho, zikaingia tawala 10. Ambapo Danieli anasema mnyama wa 4 ni mnyama mwenye kutisha, mnyama ambaye anatisha, mnyama mwenye kutisha. Nini kimetokea? Hivi tena. Hapo usione. Kwa hivyo hawa wanyama wakubwa walio wanne ni wafalme wanne ambao watakaotokea duniani. Sasa katika mnyama huyu tumeambiwa
ni mnyama mwenye kutisha, mnyama mwenye nguvu. Alikula na kuvunjavunja, alikula na kuvunjavunja. Mnyama huyu wa nne alikuwa ni ufalme wa nne wenye kutisha, ufalme wenye nguvu, na ulikuwa na pembe 10. Danieli anasema alipoziangalia sana pembe zake 10, ilitokea pembe nyingine ndogo yenye macho kama macho ya mwanadamu, na hayo macho kama ya mwanadamu. Katika pembe hiyo, pembe 3 katika zile pembe 10 za kwanza zikang'olewa kabisa, na zilipong'olewa kabisa, hiyo pembe yenye macho kama macho ya mwanadamu ilikuwa ikinena maneno makuu ya makufuru. Sasa hizi pembe ni kitu gani? Huyu mnyama ni ufalme. Hebu saidie Danieli 7:23. 7:23 kitabu cha Danieli 7:23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Utakuwa ni ufalme wa ngapi? Wa 4. Utakuwa ni ufalme wa ngapi? Wa 4. Kwa hivyo ili dunia ishe mwisho, kutakuwa na ufalme ngapi? 4. Kwa hivyo huu ni ufalme wa 4 ambao unatokea duniani, na sisi ndio tuko hapo. Baada ya ufalme huu wa 4 itakuwaje? Saidia Danieli 2:44. 2:44 Danieli. Baada ya ufalme huu kuisha, ufalme huu wa 4 kuisha, baada ya ufalme huu wa 4 kuisha, Mungu atafanyaje? Hebu soma andiko. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Kwa hivyo baada ya falme hizi 4 utakuja ufalme mwingine ambao hautaangamizwa milele, na huo ufalme ni wa Yesu Kristo. Huu ufalme wa Yesu Kristo, huko kuna amani katika ufalme huo. Katika ufalme huu tunaoishi sasa, huu ufalme unatawaliwa na Shetani. Shetani ametumia hawa wanyama 4 kuitawala dunia, na kama ametumia wanyama hawa 4 kuitawala dunia, hawa wafalme hawaongozi watu kwa haki. Hawa wafalme wanaleta shida duniani, wanaleta vita duniani, wanaleta mauaji duniani, wanaleta magonjwa duniani, wanaleta vurugu duniani, na wanawatawala watu kwa nguvu. Msomaji, ndio nisaidie 20:25 kitabu cha Mathayo. Ufalme hizi zote zitakatoka duniani, hakuna ufalme hata mmoja ambao utatawala kwa haki katika dunia hii. Falme zote zitatawala kwa nguvu, hazitatawala kwa haki. Soma andiko msomaji. Anasemaje? 20:25 kitabu cha Mathayo. Lakini Yesu akawaita akasema, Mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Fanya nini? Huwatumikisha. Kwa hivyo wale wakuu wa mataifa wanawatawala wanadamu kwa nguvu. Katika dunia hii, falme hizi zote 4, hakuna ufalme hata mmoja ambao unatawala kwa haki, kwa maana falme hizi zimewekwa na Shetani, naye Shetani ndiye anatawala dunia hii. Hebu nisaidie 2:13 Ufunuo. 2:13 kitabu cha Ufunuo. Tunaposema Shetani anatawala dunia hii, tunasema Shetani hayupo duniani. Maana tulizungumza toka jana ya kwamba Shetani alifanya vita mbinguni, na alipofanya vita mbinguni alitupwa duniani, na alipokuja katika dunia hii ameweka kiti chake cha enzi hapa, na kama ameweka kiti chake cha enzi, ameweka mifumo ambayo ataitawala dunia kupitia mifumo hiyo. Akatumia wanyama hao wote 4 kuitawala dunia. Asante. Endelea msomaji, soma andiko. Napajua ukaapo. Anasema napajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Kumbe kiti cha enzi cha Shetani kipo duniani. Kwa hivyo kama kiti cha enzi cha Shetani kipo duniani, ametumia wanyama hao 4 ili autawale dunia. Sasa huu ufalme wa 4 ndio ufalme ambao unatawala dunia siku hizi za mwisho.
Hizi ni njozi ambazo aliziona Danieli, lakini njozi alizoziona Danieli na alizoonyesha Yohana ni moja tu. Hebu msomaji. Ndio. Naomba Kevin, simboje kugeuza hii. Kugeuza hii. Frank ameenda wapi? Kwa hivyo zinatokea falme 4. Nasi tunahubiri injili hii upate kusikia. Dunia hii ndio hakuna haki. Katika ulimwengu hakuna ufalme unaotawala kwa haki. Vurugu ni shetani anazileta. Na katika ufalme huu ujue ya kwamba utakapoondoka tutaingia katika ufalme wa amani. Wewe mtu ambaye uko katika mji huu, hii imani usikie. Lakini katika dunia hii usije kutegemea siku utapata amani. Hakuna mahali utaenda kupata amani hata sehemu moja. Ni kutizamia ufalme unaokuja. Ule ufalme unaokuja ndio ufalme wenye amani peke yake. Frank ameenda wapi? Sasa msomaji. Ndio. Huyu si ni mwanamke? Ndio. Si mwanamke mwenye kombe la dhahabu? Ndio. Na sasa amevaa mavazi? Ndio. Sasa hebu nisaidie kwanza kitabu cha Ufunuo 13 mstari wake ni wa kwanza. Anasemaje? Kisha nikaona mnyama kitoka katika bahari. Anasema Ufunuo, Yohana naye anasema kisha akaona mnyama akitoka katika bahari. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Ana majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake. Yule joka akampa mnyama huyu kiti chake cha enzi na nini? Na uwezo mwingi. Kwa hiyo joka akampa mnyama huyu kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Sasa mnyama tumeona ni ufalme ambao unatawala dunia katika siku hizi za mwisho. Huyu joka ni kitu gani? Saidie Ufunuo 12:9. Anasemaje? 12:9 Ufunuo. 12:9 Ufunuo. Joka ni kitu gani? Maana mnyama ni ufalme. Joka kitu gani? Yule joka akatupwa. Yule mkubwa. Nyoka wa zamani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Kama nyoka ni Shetani. Kama nyoka ni Shetani na mnyama ni ufalme. Kwa hivyo Shetani ameupa ufalme huu nguvu na kiti chake cha enzi. Katika dunia hii kuna kiti cha enzi cha Shetani, kiti cha enzi cha mnyama na kiti cha enzi cha Shetani. Na mbinguni kuna viti vya enzi viwili na duniani pana viti vya enzi viwili. Shetani anafanya kopi. Vile anafanya Mungu naye anafanya hivyo. Hebu nisaidie kitabu cha Ufunuo 2:13 sasa tuone kiti cha enzi cha Shetani. 2:13. Kiti cha enzi cha Shetani duniani. Anasemaje? Inasema na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Kwa hivyo katika dunia hii pana kiti cha enzi cha Shetani. 11:3. 13:1-2 kitabu cha Ufunuo. 10 na ngapi? 13:2. 13:2. Ndio kitabu cha Ufunuo. Tumeona kiti cha enzi cha Shetani katika dunia hii. Soma hapo. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake. Na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo duniani kuna kiti cha enzi cha Shetani na kiti cha enzi cha mnyama. Viti ni vingapi? Mbinguni kuna viti vya enzi vingapi? Viwili. Nisaidie 22:1 Ufunuo. 22:1 Ufunuo. Inasema huyu mwanamke huyu mnyama amekuja kumbeba mwanamke. Tutamwangalia mwanamke naye ni nani? Soma andiko. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Wenye kung'aa kama bilauri. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Na cha mwana kondoo. Kwa hivyo mbinguni kuna viti vya enzi vingapi?
viwili. Na duniani pana viti vya enzi vingapi? Viwili. Kiti cha shetani na kiti cha mnyama. Kiti cha mnyama, si ndio? Ndio. Sasa huyu mnyama tuliyemuona katika kitabu cha Ufunuo 13, katika Ufunuo 17 amekuja kumbeba mwanamke. Amekuja kumbeba mwanamke. Zibaki dakika ngapi? Amekuja kumbeba mwanamke. Hebu nisaidie 17. 17:2-3 kitabu cha Ufunuo. Inasema, anasemaje? 17:3 kitabu cha Ufunuo. Anasemaje? Akanichukua katika roho hata jangwani. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Na mwanamke huyu alikuwa amevikwa nguo ya rangi nyekundu na zambarau. Na nyekundu, na amepambwa kwa dhahabu. Na amepambwa kwa dhahabu. Na kitu cha thamani. Na kitu cha thamani. Na lulu. Na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Kilichojawa na machukizo. Kilichojawa na machukizo. Na machafu ya washerati wake. Na machafu ya washerati wake. Katika kipaji cha uso wake alikuwa na majina yameandikwa, alikuwa na jina limeandikwa la siri. Na katika kipaji cha mwanamke huyu alikuwa na jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu. Ati nani? Babeli mkuu. Mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Unajua hapo kale, hapo zamani, wakati wa Elia kulikuwa kuna mtu anaitwa Ahabu na Yezebeli. Yezebeli alitoka katika nchi ya Sidoni, na hiyo nchi kulikuwa kuna miungu migeni, lakini Ahabu alikuwa akitawala Israeli, akaenda kamuoa huyo mwanamke. Na alipomuoa huyo mwanamke, akaja akamshawishi Ahabu aingize miungu ya kigeni katika Israeli. Kwa hivyo nchi ya Israeli ikanajisiwa kwa miungu migeni. Sasa hivi tuna mwanamke huyu na tuna huyu mnyama. Huyu mnyama amembeba huyu mwanamke. Kwa hivyo leo tunahitajika watu wawe na roho kama ya Elia ili wapambane na Yezebeli. Maana Yezebeli alikuwa akiwaua manabii wa Mungu, akiwaua watumishi wa Mungu, kwa sababu alikuwa yeye ni nabii wa Mungu akihubiri injili ya kweli. Lakini Yezebeli aliyekuwa akiabudu sanamu aliwaangamiza watu wa Mungu. Elia akapambana na Yezebeli na Ahabu. Na leo watu wa Mungu, usipokuwa na roho ya Elia, hautaweza kupambana na mwanamke huyu wala mnyama huyu, hautaweza kumwepuka. Na Mungu anasema ole wake yeye atakayemsujudia huyu mnyama. Hebu nisaidie 14:9 Ufunuo Yohana. Yeyote atakayemsujudia huyu mnyama na kuipokea chapa kwenye kipaji cha uso wake, mtu atakayemsujudia ufalme huu. Hebu soma andiko. Inasema, na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake. Akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Au katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Mungu anasema ole watakayemsujudia mnyama huyu. Kwa hivyo huyu mnyama tumeambiwa ni ufalme, na Mungu anasema tumwepuke. Huyu mwanamke ni kitu gani? Kwanza tumeambiwa huyu mwanamke ni kahaba, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Biblia inapozungumzia mama wa makahaba, inapomzungumzia kahaba, inazungumzia nini msomaji? Ndio. Nisaidie Ezekieli 16:32. Anapozungumzia kahaba, Biblia inaposema kahaba, anakuwa analenga nini? Na kwa nini huyu aitwe kahaba na aitwe mama wa? Maana yake ana watoto nao ni makahaba. Mama wa makahaba. Kwa nini ameitwa mama wa makahaba? Mke wa mtu azinie. Akaribishaye wageni badala ya mumewe. Kwa hivyo mwanamke anayekaribisha wageni anaachana na mume wake,
anakwenda kuwafuata wanaume wengine. Huyo mwanamke anaitwa kahaba. Sasa kwa sababu ameitwa mama wa makahaba, maana yake ana watoto nao ni makahaba. Kwa nini? Hebu soma 44 hapo. Inasema, anasemaje? Tazama kila mtu atatumia mithali hii. Tazama kila mwenye kutumia mithali atatumia mithali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Yaani hata katika ulimwengu wa sasa, kama ukiona tabia ya mtoto ni mbovu, uvaaji wa mtoto haupo katika maadili mazuri, muangalie mama yake. Ukimwona mama havai katika maadili yaliyo mema, anavaa katika maadili yaliyo mabovu, mama anatembea nusu uchi, muangalie na mtoto wake, naye atakuwa hivyo hivyo. Maana kama mama ya mtu ndivyo alivyo binti yake. Tabia ya mama, tabia ya mtoto ukiiona, muangalie mama yake. Na ndio Biblia ikasema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Sasa huyu mwanamke tunazungumzia unabii. Huyu mwanamke anasimamia nini? Anawakilisha nini? Habebwe na ufalme. Maana mnyama ni ufalme, na ufalme huu umembeba mwanamke. Sasa huu ufalme umembeba mwanamke. Huyu mwanamke ni kitu gani? Efeso 5:25 inasema, anasemaje? Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Nini? Kanisa. Soma 32 inasema, anasemaje? Siri hiyo ni kubwa. Siri ya kumpenda mwanamke kama Kristo alivyolipenda kanisa, siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kumbe anazungumzia habari ya Kristo na kanisa. Mwanamke anafananishwa na kanisa. Na ndio maana tunaona kuna mwanamke safi na kuna mwanamke kahaba. Ndani ya Biblia kuna kanisa moja tu safi la Mungu, na kuna kanisa kahaba. Yote ndani ya Biblia limefunuliwa, kanisa baya na kanisa safi, yote yamefunuliwa. Uchagua kuingia katika kanisa hili au katika kanisa hili, yote yapo ndani ya Biblia. Ukikosa kuwepo humo, utakuwepo humo. Lakini Mungu anasema utoke, uwe na jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa hivyo utoke huku Babeli ili uingie katika kanisa la Mungu. Nisaidie kitabu cha Yohana 10:16. Yohana 10:16 inasema, anasemaje? 10:16 Yohana anasemaje? Na kondoo wengine ninao. Yesu anasema ana kondoo wengine anao, ndio wapo huko Babeli, ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hivyo Mungu anasema hili kanisa lipo juu ya ufalme huu. Huu ni ufalme wa Kirumi ambao tupo hapa, na ufalme wa Kirumi umefungua kanisa, na kanisa hilo ni kanisa la Kirumi. Hilo kanisa la Kirumi limepamba kwa dhahabu, lina utajiri, yani dhahabu inawakilisha ile utajiri ambao upo katika kanisa hili la Kirumi. Na lakini lina kikombe cha dhahabu chenye machafu ya uasherati wake. Yaani huyu mwanamke akienda kufanya uasherati, ule uchafu anaochukua anautia katika kikombe chake, anawapa watoto wake na watu wengine, wote wanakunywa uchafu ule, kisha wanalewa. Na ndio maana Biblia inasema watu wa dunia hii, watu wa sasa wamelewa, na kulewa kwao sio kwa pombe, wala hawajavuta bangi, wala hawajanywa gongo. Hebu msemaji? Ndio. Hebu nisaidie Ufunuo 17:2. Ufunuo 17 anzia 1 na 2. Ufunuo 17 anzia 1 na 2. Watu wa dunia hii wamelewa, hata uhubiri kwa namna gani? Uhubiri ulie, uhubiri ucheke, uhubiri ulile, hawawezi kukuelewa kwa sababu wamelewa. Na kulewa kwao sio kwa pombe, afadhali na mlevi. Yesu alisema walevi na makahaba wanawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini wale watu wanaolewa kiroho, wale wanaolewa
uchafu wa huyu kahaba abadan, ni ngumu sana kutoka kwa ulevi wao, ni ngumu sana. Hebu soma andiko. Inasema ndio, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelewa kwa mvinyo wa uasherati wake. Nao wanaokaa katika dunia wamelewa kwa mvinyo wa uasherati wake. Kwa hivyo watu wa dunia hii wamelewa kwa mvinyo hapa uliotoka katika hichi kikombe. Mvinyo huu watu wamelewa na si kwa pombe. Watu hawajalewa pombe. Nisaidia Isaya 29:9. Watu hawajalewa pombe. Wamelewa uasherati, ule mvinyo wa huyu kahaba. Watu wamekunywa na kisha wakalewa. Tunawaletea ujumbe huu ndugu zangu, si kana kwamba tumekuja kujinadi kwa kujua sana mafundisho. Tumekuja hapa tuwaletee ujumbe huu. Mjue shetani vile anadanganya. Shetani amechukua kiti chake, amekipeleka kanisani toka tulivyoona jana. Nadhani mtumishi akipanda hapa atawaeleze kwamba kanisa hili linafanya kitu gani. Sitaelezea sana. Hebu soma andiko. Anasemaje? Ngojeni mstaajabu. Fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Wamelewa wala si kwa mvinyo. Wamewayawaya wala si kwa sababu ya kileo. Umeona? Watu wa dunia hii wamelewa si kwa sababu ya mvinyo, na wamewaya si kwa sababu ya kileo. Huyu kahaba, ninasema tena, wakati wa Elia kulikuwa kuna mwanamke anaitwa Yezebeli. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Ahabu, alikuwa kitawala katika Israeli. Sasa huyo Ahabu alimwoa Yezebeli. Huyo Yezebeli alikuwa na miungu, ana sanamu, ana mambo yote machafu yalikuwa yakifanyika Sidoni. Aliyachukua akaja nayo pale Yerusalemu, pale Israeli alipokuwa kitawala Ahabu. Akamshawishi Ahabu aingize miungu ya kigeni. Miungu ya kigeni ikaingia Israeli, ikiletwa na huyu mwanamke kahaba, ikiletwa na Yezebeli. Lakini sasa hivi pia tuna mwanamke mwingine. Hii ni ya kiroho, sio katika mwili. Hii ni ya kiroho. Kuna mwanamke mwingine ambaye ni kanisa la Kirumi. Kanisa la Kirumi ni Yezebeli ya sasa. Na ufalme huu wa sasa wa Kirumi, huu ufalme ni Ahabu wa sasa. Na Yesu anasema watu wanahitajika wawe wana roho ya Elia, ili waweze kupigana, waweze kupambana na Yezebeli pamoja na Ahabu. Lakini kama ukikosa kuwa na roho ya Elia, huyu atakushinda. Maana huyu Yezebeli ana ibada zake. Alitoka Sidoni akiwa na ibada zake. Alikuwa na miungu akina Ashera, miungu ya sanamu. Alikuwa na ibada zake, akaziingiza kwa Ahabu. Ahabu akaipeleka katika Yerusalemu, akaipeleka Israeli. Watu wa Yerusalemu wakanajisika kwa miungu migeni. Sasa wewe usipokuwa na roho ya Elia, huyu mwanamke atakugaragaza na atakupeleka motoni. Na ili usiende motoni, ni lazima uchukue Biblia. Usitegemee tu wale wanaokuhubiria wakuhubirie alafu uende nyumbani ukalale. Hautakaa uweze kuzijua. Ili ufahamu, hebu nisaidie Ufunuo 1:3. Ili uweze kufahamu mambo ya Mungu, lazima usome. Yule anayekuhubiria, Yesu anasema mpime kwa maandiko kama kweli anaenenda kwa misingi ya Mungu ama haenendi kwa misingi ya Mungu. Maana Mungu ameweka utaratibu wa kuachia wale wa kweli na wale wa uongo. Mhubiri anapokuhubiria, chukua Biblia, soma, fuatana naye. Lazima nakwambia, andika au soma, uende ukafuate, ukasome, alafu uangalie kama ni maneno yetu au ni Biblia, ili uachane na sisi ukapambane na Biblia. Lakini kama ukisiposoma, ukisubiria tu kuhubiriwa, utalisha makapi na utakwenda motoni. Maana kukosa maarifa ni kukosa kusoma maandiko matakatifu. Ukikosa kusoma maandiko matakatifu, utaangamia kwa kukosa maarifa. Maana shetani, Yezebeli au kanisa la Kirumi litakufirikisa, litakugaragaza na utakufa katika kifo kibaya. Na Mungu anasema ole wake yeyote atakayemsujudia huyu mnyama na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Yaani Mungu anasema utoke Babeli uingie katika kanisa lake. Utoke katika kanisa hili la Babeli uingie katika kanisa lake. Ninarudia, kama Yesu atarudi leo
Yesu atakaporudi akukuta humu, akukuta Babeli. Yesu akirudi akikukuta Babeli, Waarabu wanasema fi nari jahannam halidina fiha abadan, yani hakuna mahali utakapokwenda zaidi ya motoni. Utafia huko na utatoka kamwe, utaingia motoni kwa sababu umekubali kwenda kwa kutokusoma. Usiposoma utakwenda motoni na utatoka.